Nimeikumbuka kauli ya Rafael Diaz Beloli maarufu kama Rafinha wa Brazil alipoulizwa kuhusu majina mazito ndani ya kikosi cha Real Madrid wakati ule zikiwa zimesalia wiki kadhaa kabla ya msimu mpya kuanza. Brazilian boy akasema, mpira unachezwa kiwanjani na si kwenye makaratasi, hivyo tutawaonesha uwezo wetu kiwanjani. Ungemuuliza mwanasoka yeyote wakati ule, basi angekuambia Real Madrid is going to kill. Real Madrid inakwenda kuua, mauaji ya kikatili, miili ya wafu haitofaa hata kutupwa kwenye daraja la Mkapa. Miili itageuzwa kuwa bendera na kusimikwa juu ya kilele cha mlima Everest. Hadithi yao imesomwa na wanaojua kuandika pekee, haijawavutia wasomaji. Pengine unaweza kusema kuwa Real Madrid walipaswa kupokea simu ya koi mzungu mapema msimu huu. Hata wewe si uliwasikia wakisema kuwa Los Blancos wakiusikia wimbo wa UEFA basi hugeuka kuwa farasi wa vita na kuyafanya yale ambayo hayajawahi kufanyika. Maswali mengi kutoka ng'ambo hayakujibiwa vile inavyostahili. Uzito wa kikosi na majina mazito haukuzidi uzito wa mataji. Hadithi iliyokosa mtunzi mzuri imesomwa na wasomaji mahiri. Walitengeneza paa zuri la vigae, kuta za dhahabu, lakini walibaki na milango ya karatasi. Wavuta sigara walichoma bila huruma. Vilio vimetawala, hakuna tena ndoto ya msimu wa miujiza inayoendelea kuishi. Carlo Ancelotti hakuweza tena kuifanya Real Madrid kuwa simba wa mfalme. Real Madrid imetazamwa kama swala wa mbuga ya Serengeti na Kariakoo. Machozi yamewagubika Los Blancos. Ufalme wa soka umewekwa rehani. Real Madrid ya midomoni mwa wachambuzi ni tofauti na Real Madrid ya nyasi za Santiago Bernabeu. Na haya ndiyo maajabu ya sayari ya soka. Rudini darasani mkarekebishe makosa kabla ya mtihani wa muhula unaofuata.